shughulikiwa kwenye baraza la madiwani. Wewe nisikilize. Mimi ndio msimamizi wa ardhi. Umenielewa? Ndio mheshimiwa. Naweza nikaifuta yote hiyo hata kama walimaliza mahakamani. Ndio maana nataka nikijue tatizo liko wapi. Kwa sababu najiuliza hapa Mkuranga mtu uwe na heka 1500. Je, wananchi wale walikuwa mle? Kwa sababu kwenye masuala ya ardhi mimi nayajua. Masuala ya ardhi yanasimamiwa na sheria namba 4 ya mwaka 99. Yanasimamiwa pia na sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 99. Yanasimamiwa pia na matumizi bora ya ardhi ya mwaka 2007. Yanasimamiwa pia na sera ya ardhi ya mwaka 95 ambayo inazungumza ardhi ni mali. Ndio maana nataka nijue. Kwa sababu katika masuala ya ardhi wapo watu wanakwenda wanachukua maardhi, wanakaa kwenye vikao fyeki na wenye viti wa vijiji, wanasaini, wanapata hati. Baadaye wanakijiji waliomo mle wanakuwa hawajalipwa compensation kwa mujibu wa kifungu namba 3G cha mwaka 99. Umenielewa Sanga? Nakuelewa mheshimiwa. Ndio maana nataka nijue ukweli uko wapi ili kusudi nitoe maamuzi mimi. Nashukuru sana mheshimiwa rais. Ardhi yote Tanzania nzima iko chini ya usimamizi wa rais. Na rais wa sasa ni John Pombe Joseph Magufuli. Mkuranga oye. Oye. Mkuranga safi. Ndio maana nataka DC unieleze. Yule aliyeshinda mahakamani is fine. It's okay. Lakini ninachotaka kujua, je, kwenye ardhi ile aliyopewa hati wapo wana vijiji wanaokaa mle? Kwenye ardhi ile mheshimiwa rais, wakati hili linashughulikiwa kulikuwa tayari kuna watu. Palikuwa na watu. Kulikuwa na watu. Wangapi? Wale watu mimi wakati nahamia hapo na hapa utamu ndipo unakuja sasa. Ndio mheshimiwa rais. Naomba nieleze mheshimiwa rais. Ndio. Wakati mimi nataka ueleze tu ukweli. Unaeleza ukweli, unamweka mtu huru. Nashukuru sana mheshimiwa rais. Wakati mimi umeniteua kunileta Mkuranga, nimefika nikakuta lile tatizo tayari lipo na linashughulikiwa. Na nimefika nikakuta tayari hizo ekari zipo kwenye mgogoro zinashughulikiwa. Na alikuja hata mkuu wa mkoa kulishughulikia jambo kama hilo. Sasa bwana, kuna wangapi wakazi wanaokaa kwenye ardhi hiyo ambao hawakuvamia lakini walikuwepo? Ni zaidi ya watu 1126. Na mheshimiwa, labda nikwambie lile eneo yule Muhindi ya kununua na alipewa kwa mikataba na maalum kupitia kijiji cha Vikindu. Aliomba ekari 1000 na alipewa ekari 1000, lakini yeye kwa ujanja wake akazidisha akachukua eneo la wananchi. Lakini pia ili swala tangu mwaka 2015 mgogoro upo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Pwani Everest Ndekilo alishakuja akatuambia baada ya mwezi mmoja tarudi, mpaka sasa hivi mheshimiwa ni miaka 5 sasa inaisha hatujamuona kijijini pale. Ni tatizo la muda mrefu mheshimiwa, tunaomba utusaidie. Tumepita kwenye nyanja zote na imefika hatua sisi tunaitwa wauni na viongozi hao waliowateua kwa ajili ya kutusaidia sisi. Sisi wanyonge tunaonewa, tunanyanyaswa. Mheshimiwa, tunaomba utusaidie, ikelo letu ishe. Tunapigwa, tunafunguliwa kesi zisizokuwa na msingi. Kuna kesi ambazo hazina hata ushahidi, tunafungua kesi za jinai. Na ile eneo mheshimiwa halijaendelezwa, limewekwa podi. Dada zetu wanabakwa, pikipiki za vijana tu zinaibiwa kwenye eneo hilo. Tunaomba msaada mheshimiwa, tusaidie. Tumechoka na nyanyaswa. Tusaidie mheshimiwa. Hapa kinachoongelewa hakuna ukweli wowote. Kama kungekuwa na nafasi kwa matende mwenye kona eneo husika. Ni podi tu, hakuna mwekezaji. Mheshimiwa, tunaomba tusaidie kwenye hilo. Tumenyanyaswa sana, tumefunguliwa kesi nyingi sana. Tunakamatwa Vikindu, tunapenda kufunguliwa kesi Kibaha. Nimekusikia. Kaa hapo hapo tu, tulia wala usilie. Issue nyingine ya pili. Sio wewe tu, mpe mwingine. Haya mama, njoo hapa, njoo hapa. Mumuache mama huyu. Njoo mama uzungumze.